Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema sana, na kwa namna ya pekee ninamshukuru kwa neema ambayo anatupatia mimi na wewe, uzima, uhai. Upendo wake ni wa pekee katika maisha yetu. Basi nimshukuru Mungu pamoja na wewe. Baba wa milele, Mungu mtakatifu, ninakushukuru Mungu wa rehema, ninakutukuza uliye mtakatifu, ninakupa sifa mfalme wa falme. Rehema na fadhili zako zikae pamoja nasi ninaposhiriki neno hili. Mungu wa milele, nifundishe nami pia nifungue, nitengeneze, niishi ndani mwangu. Nakushukuru Mungu mtakatifu kwa atakaye kwenda kusikiliza, maana Mungu mtakatifu naye atapata kile ambacho umekusudia kwake. Roho Mtakatifu nisaidie, niwezeshe Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikikushukuru na kukuamini Bwana Mungu wetu li hai. Amina. Nipende kukupongeza na wewe ambaye unasikia ujumbe huu. Ni neema ya Mungu kwamba tupo hai sahihi, lakini ni upendo wa pekee katika maisha yetu. Mungu wetu ni upendo. Mungu wetu anatupenda, na ndio maana bado anatupa nafasi ya kumtafuta hasa tunapoelekea nyakati za mwisho. Ni mambo mengi sana yanatokea. Yote hayo ni kwa sababu upendo umetoweka. Upendo haupo. Mtu kumpenda ndugu yake, jirani yake, anaangalia mambo yake, yuko tayari kuua hata mtoto wake kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mali. Upendo umetoweka, na neno linatuambia nyakati za mwisho upendo wa wengi utatoweka. Na ndipo tunaona haya, watu wanatafuta mali na wako poteza uhai wa wengine kwa sababu tu ya pesa. Mungu atusaidie sana, na tusaidie tuweze kupendana. Nami ninakwenda kushiriki pamoja na wewe kwa habari hii ya upendo kwa ndugu. Ndugu yako sio lazima tu ulizaliwa naye, hata jirani yako anaweza kuwa ndugu yako. Wakati fulani umwambia Bwana wetu Yesu Kristo, ndugu zako wapo nje unakusubiri. Akasema, ndugu yangu ni yule ambaye anatenda mapenzi ya Baba yangu. Kwa hiyo yule ambaye Bwana amemweka yawe kupo karibu na wewe, yupo ni ndugu wa kuzaliwa, wote ni ndugu. Lakini katika maisha yetu ya kiroho ni yule ambaye anatenda mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu alimuona kama ndugu yake. Na tutakwenda kushiriki pamoja waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, nitasoma mpaka wa 11. Yeye asemaye kwamba yumo katika nuru, naye amchukia ndugu yake, yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake yuko katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho. Kwa tunaangalia kwa habari ya yule anayependa na yule anayechukia. Naposema chuki, manake ni kinyume cha upendo. Kama hampendi, manake unamchukia. Lakini tunaambiwa hawa watu wawili, mwenye kupenda na mwenye kuchukia. Maana mwenye chuki ni watu wawili tofauti. Yule anayependa manake yuko katika nuru, lakini yule anayechukia manake yumo katika giza. Na giza spiritually manake yupo kwa ibilisi, lakini nuru manake yuko katika Mungu, anampenda Mungu. Kwa hiyo yule ambaye anasema yumo katika nuru na anamchukia ndugu yake, huyu hayupo katika nuru, ni Mungu, yupo gizani. Maana waraka wa Yohana huu
wa kwanza 4:20 anasema yeye ampendaye Mungu na kumchukia jirani ni muongo. Huyu mtu ni muongo ambaye anasema yupo katika nuru, lakini huyo pamoja na kwamba yupo katika nuru anamchukia ndugu yake, yumo gizani. Huyu hayupo katika nuru bali ni muongo. Huyu mwenye kumpenda ndugu yake, huyu ndiyo yupo katika nuru. Na anakwenda mbali zaidi. Huyu mtu mwenye chuki sema ni mtu ambaye yuko katika giza, lakini pia sio yupo tu, na anakwenda katika gizani tembea yake. Anapotembea asubuhi, jioni, mchana, yeye ni katika giza kwa sababu chuki ndiyo imetawala ndani mwake. Hata kufikiri kwake siku nzuri kwa sababu chuki imetawala ndani mwake. Lakini mwingine anapata na magonjwa ambayo yanasababisha na chuki, kuwachukia watu, kubeba watu, kila mtu ambaye anamkosea kidogo anamchukia. Wakati huyu ambaye yupo katika upendo, mwenye kupenda, naambia upendo haujivuni, upendo hautakabari, upendo hauhesabu mabaya. Upendo upo katika kumfanya mtu aweze kufurahi uwepo wako, kumfanya mtu aweze kufurahi unaposema naye, kumfanya wewe mwenyewe ule upendo ambao unakuwa ndani mwako. Hautaki kumuumiza yule ambaye ni ndugu yako, yule ambaye ni jirani yako, hautafurahia kumuumiza kwa sababu unampenda. Mtu anayempenda wasikia baba labda kambaka mwanae, manake chuki iliingia ndani mwake, ile chuki ikajaa ndani. Yani kila mtu kwake ikawa ni, yani kwake hana maana, hana faida. Anafanya vitu ambavyo kwa maisha akili kabisa za kibinadamu hawezi kufanya, kwa sababu tu chuki imetawala ndani. Na inatuambia manake huyu mtu anakwenda katika giza, kwa sababu anaenda katika giza hajui anakoenda, anatembea tu sababu giza tayari limeshapofusha macho yake. Huyu mtu haoni tena, mambo yake yote anayoyafanya anaona ni ya kawaida, kwa sababu tu ameshakuwa ni kipofu. Ni kipofu katika roho, ni kipofu katika mwili. Kwa matendo yake yote ni yako ni matendo ya ajabu. Uwezi ukaamua mtu ukasema unampenda. Hapana. Unaweza kuwa kimwili tu, unaweza kuwa hata spiritually, unaweza kuwa mtu kwa maneno. Unapomwambia wewe lione, haliwezi, halitafanikiwa, tayari umeshamuua. Maneno yanaumba. Huyu mtu umemtengenezea maneno ambayo yanaathiri au yataathiri maisha yake ya baadaye. Na ni nini? Ni chuki iko ndani ya mtu husika ambayo inamfanya huyu mtu anashindwa kucontrol maisha yake, kucontrol kila anachokifanya, kwa sababu tu yupo katika giza, anakaa katika giza hilo, anatembea katika giza, na kwa namna hiyo hajui aendako, anaenda tu kwa sababu ni kipofu. Yuko tayari kuua, yuko tayari kuona wenzao wanaumia, yeye ndio furaha yake. Akimwona mwingine anaumia, anasikitika, analia, yeye anafurahi. Kwa nini? Ana chuki ndani yake ambayo inatawala maisha yake. Manake ameshapofushwa hayo macho yake, hawezi kuona vitu ambavyo ni vizuri, anafurahia vitu ambavyo ni vibaya, anafurahia wenzao wanapoanguka, anafurahia anapoona mtu ameshindwa, yeye ndio furaha yake. Wakati mwingine anatamani yeye tu ndo afanikiwe, anatamani ajimbikizie mali, kila kitu achukue tu, hata yule ambaye angestahili apate kidogo anamnyima hata hicho kidogo. Kwa nini? Chuki iko ndani yake, yani ameshapofushwa ndani, haoni, hasikii. Na tunaona wengi, tuna mifano mingi tunayo. Mtu anatenda mabaya, ni kama ameziba masikio, hasikii kinachoongelewa, kwa sababu tu chuki imeingia ndani mwake. Chuki imemziba, imempofusha, hawezi kuona. Upendo umeshatoweka, kwa hiyo nuru haimo ndani mwake, hawezi kuona kwa sababu nuru imetoweka, haipo ndani mwake. Ni jambo ambalo litakusikitisha, kwa sababu upendo wa watu wengi umetoweka. Watu wamejipenda wenyewe, wanafurahia kuanguka kwa wengine. Neno linasema yumo katika nuru, naye anamchukia ndugu yake, yumo katika gizani hata sasa. Huyo mtu ni muongo, yuko katika giza. Anasema unampenda Yesu wakati unamchukia jirani yako, unampenda Yesu wakati unachukia ndugu yako, unampenda Yesu
wakati matendo yako yenyewe yanaonyesha ni chuki. Ofisini upendani na watu, kila mtu anakusema wewe, lakini baadaye bado unajitangaza kwamba wewe unampenda Bwana Yesu. Hapana, mwana wa Mungu, ni wakati wa kubadilika. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Huyu yani yuko huru, yani ndani mwake hakuna kinachomfanya anuunike. Hakuna kinachomfanya wakati wote alale anawaza kulipiza kisasi kwa mtu mwingine, kwa sababu tu anampenda kila mtu. Anapomwona mtu amekuwa kwenye maumivu, anamhudumia, anampeleka mbele za Mungu. Ndipo tunatakiwa kufikia wana Mungu wa Kristo. Mungu atuwezeshe, atusaidie. Baada ya mchukia ndugu yake yuko katika giza, tena anakwenda katika giza, wala juu yaendako, kwa sababu giza limempofusha macho. Mungu wetu atusaidie, wana Mungu, tuweze kupendana katika kweli. Tuweze kupendana kama Bwana wetu Yesu Kristo alivyotupenda, akawa tayari kuweza kuondoa uhai wake kwa ajili yetu, kwa sababu tu upendo ambao ulikuwa ndani mwake ulikuwa ni upendo wa kweli. Lakini watu wa sasa tumekuwa na upendo ambao hakujifurahisha. Wewe unampenda mwenzio, unajua kwamba uzini ni dhambi, uasherati ni dhambi, lakini unakwenda kumuingiza katika uasherati au katika uzinzi kwa maneno yako ya ushawishi ya uovu ndani mwake. Huyu mtu umemuua tayari. Umemuua kimwili, umemuua kiroho, kwa sababu upendo haupo na chuki imetawala. Ndio maana yake. Sababu unapompenda mtu unamlinda, unamepusha na yale ambayo yanaweza kumwangamiza. Kama ni amri za Mungu zinasemaje, unamlinda aweze kuziishi hizo amri za Mungu. Unakuwa sehemu ya ulinzi katika maisha huyu mtu mwingine asiweze kupotea. Lakini unapokuwa ni wa kwanza kumuongoza katika njia ya upotevuni, maana yake umemuua huyu mtu, na upendo haupo, bali ni chuki inatawala, na upo katika giza. Mtu wa namna hiyo, na unatembea katika hilo giza na unaishi katika hilo giza, nuru ya Kristo haipo ndani yako, mtu wa namna hiyo. Basi Mungu wetu atusaidie, tuwe watu wa upendo, tupendane. Tuangalie Bwana wetu Yesu Kristo ambaye tunasema tunampenda. Neno linatuambia tukisema tunampenda Mungu na tunamchukia jirani, sisi ni waongo. Uweze kusema unampenda huyu Mungu usiyemuona, lakini unamchukia huyu jirani ambaye upo naye kila siku, unashinda naye, unamuona, unamchukia, amekuwa ni mwiba kwako. Tujifunze kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo upendo ambao hauhesabu makosa. Uko tayari kusamehe, upendo ambao huvumilia, hautakabari. Ni upendo huu ambao tunaohitaji, upendo usio na kikomo, usihesabu kwamba amenifanyia hiki na mimi namfanyia hiki. Hapana, uko tayari kwa ajili ya mwenzio. Na kushukuru Mungu wa milele kwa ajili ya neno lako. Ninaomba neema hii ya upendo wa kweli utoka ndani ya Bwana. Nipe neema ya kusimama katika nafasi ya upendo, lakini anayesikiliza Bwana wa milele mwezesha akasimame katika ule upendo ambao Mungu mtakatifu umetuagiza tuwe nao, ili tuweze kutembea katika ile nuru ambaye ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amina.